Na mpendwa katika jina safi kabisa la Yesu Kristo aliye hai. Karibu kwenye chaneli hii ya Exibam TV, mie wako Ismaili Saidi. Mpango wa shetani ni kumfanya na kuzibadilisha sifa na utukufu wa Yesu Kristo. Na kishafanikiwa, na kwa sehemu fulani anaendelea kufanikiwa, ili Yesu Kristo aonekane ni hata siye nabii. Itafika pahali hata hicho cheo mnachodanganywa nacho kwamba ni nabii ama mtume kitakuja kuondoka. Wataanza kumfanya kuwa duni kiasi ambacho hamtarajii. Lakini naomba leo katika somo hili nigusie vitu viwili vitatu. Naomba unisikilize, usije ukawa miongoni mwa wale ambao wameanza kuvutwa kuvunja heshima na utukufu wa Yesu Kristo bila kujijua ama unajijua. Yesu Kristo ni nani? Si mimi wa kwanza, wala si mkanda wangu wa kwanza. Lakini leo naomba nilinganishe mambo mawili, huenda utanielewa kuliko mwanzo nilipoanzia. Utupendaye, katika jina safi la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa rehema zako. Jina lako litukuzwe siku zote. Napotoa kipande hiki kwa urefu wake, tazamaje na mimi tu mikononi mwako. Tumie kama vyombo, katika Yesu nimeomba. Amen. Muhammad ibn Abdullah, twende kama historia yao ilivyo, ambaye yeye kazaliwa kutokana na mbegu ya mwanaume na mbegu ya mwanamke. Leo Muhammad anakuwa bora kuliko hata Yesu Kristo, ambayo aya hizi nitakuwa na zinukutu kwa sababu mshazijua, ambaye Qur'an imemuita Yesu neno la Mungu. Nilikuwa naendelea kule live, network imeleta shida, nikaona ni record nitarusha. Tayari kukawa kuna swali, kuna Mkristo ananirekebisha, ananiambia Yesu wa Biblia sio Yesu wa Qur'an. Ina maana yale yote ambayo tunajaribu kuelezea baadhi ya nyinyi wa Kristo hamtu understand kabisa, na huenda msiwe walimu, huenda mkawa mashabiki. Ninaleta jambo hili, naomba wewe unisikilize, unielewe kama utakuwa na akili ya kunielewa. Kila siku nawaambia Wakristo, tokeni katika ushabiki wa kufuata. Tunaposema Yesu tukarifa kuwa ni Isa, sio kwamba hatuna akili. Nataka nilifafanue ili nimeliwekea muda mrefu ili twende polepole. Nini maanake? Hakuna asiyejua, kama wewe unaongozwa na Roho, kwamba yule Isa ambaye, hii lugha mbona haitaki mtu wa university, hii lugha inahitaji mtu wa chekechea. Yule Isa ukishasema ambaye wanaitakidi kuwa ni Yesu, sasa sisi hatuwezi kuwalazimisha kwamba si Yesu. Tukiwalazimishia tutakuwa tunafata ushabiki, hatufate hikima ya kuwafikia. Nini maanake? Kila siku natoa mfano huu. Mtume Paulo aliyetumwa kwa watu wa mataifa ambao walikuwa wanaabudu masanamu, Mungu alimpa wisdom kubwa. Anafika kwenye madhabahu yameandikwa kwa Mungu asiyejulikana, akaanza kutumia neno hilo kwa Mungu asiyejulikana. Wewe unaonaje hili? Hao wanasema huyo ni Isa, wanatakidi ni Yesu. Paulo anaona kwa Mungu asiyejulikana, anaanza kuwafundisha kutoka kwa hilo ndiko lao. Kwa nini sisi kama si ushabiki na kutaka tuonekane ni washindi,
tusiwafundishe hawa kutoka 0 kuwapeleka katika 10. Huu ni ushabiki, hauna elimu. Na kama nitakuwa nimesema hivyo kwanza, ondoka katika inaitwaje, ondoka katika mazoea. Kristo anasema kwa mtini jifunzeni. Yesu alipiga mifano kwa vitu vingi sana vilivyo hai. Kwa hivyo naleta hiki kidokezo ambacho hakiko kwenye fundisho, lakini madamu kinagusa Yesu Isa, nimekileta ili tuweze kueleweka. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kitu fulani, nataka tuelewane. Usinielewe ikiwa akili yake imeganda katika mazoea. Hapana, siwezi nikakutoa huko. Sina uwezo huo. Yesu Kristo sifa zake za hali ya juu sana. Lakini kila anayezuka anataka azimalize zile sifa za Yesu. Ndio naona shetani alimwendea Yesu, anaambia kama we ni mwana wa Mungu, fanya hivi, fanya hivi. Unaweza ukawa unamkata Yesu, unazipunguza sifa za Yesu zilizomo katika Biblia kwa kujua, kwa ushabiki, kwa kutojua. Sasa wewe linganisha kile nilichotangulia. Muhammad ambaye kazaliwa na mbegu ya mwanaume na mwanamke, leo anakuwa bora kuliko Yesu. Hili nalo linahitaji university, linahitaji kukaa. Hiyo Qur'ani yao inamwambia Isa ni mtakatifu, nasema wakimkusudia Yesu. Maana Biblia inasema wanamjua Mungu kwa kumpapasa papasa. Sasa wanampapasa papasa Yesu. Wacha tuondolee pazia wamjue zaidi. Sasa nadondoa vitu viwili vitatu, lakini nakuomba nikupe historia kidogo, na historia hii isikutatize kwa sababu kuna sababu. Waislamu kama wanakubali Isa ni neno la Mungu, kalimatullah, na ni roho wa Mungu, hao Waislamu kuna kipindi cha miaka 100 na kwenda 200 walikuja wakauana wenyewe kwa wenyewe. Sababu unaijua ya kuuana wenyewe kwa wenyewe? Mambo mawili. Pakamate hapa napoelekea pasikupotea tafadhali, mtoto wa Mungu. Mimi nazungumza na Wakristo. Muislamu akichungulia ni bahati yetu, ili aelewe ya kwao hayafundishwa msikitini bali yanapapaswa. Kwa nini waliuana? Zipo sababu nyingi za Waislamu walifanya kuuana. Kutaka mamlaka, kugombania mali, kugombania wake. Waliuana kwa sababu mbalimbali. Lakini hapa nakupa sababu ambayo utaitumia kuilinganisha namna gani shetani anavichezea watu ili kuwatoa katika Yesu Kristo Bwana wa mabwana. Waliuana. Kikundi hiki cha Kiislamu kilisema Qur'ani ni neno la Allah. Kundi lingine likasema Qur'ani ni kiumbe. Sasa hao waliosema Qur'ani ni kiumbe wakaonekana ni makafiri mpaka sahi. Na maarufu walikuwa wanajulikana kama Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila walikuwa ni wasomi wakubwa wakati ule, walikuwa na nguvu. Wao wakasema Qur'ani ni kiumbe, ni maneno ya Mungu aliyoyaumba, akampa Jibril, akamletea Muhammad. Sasa wewe chukulia hili neno kiumbe, hayo mengine yatakuwa marefu. Au Al-Mu'tazila walipokuwa na itikadi kwamba Qur'ani ni kiumbe, shikilia neno kiumbe, bila shaka mpaka sasa hivi vitabu vimeandikwa kwamba hao ni makafiri, wale ni mubtadi, ni hawajijui, wamezua. Kundi ambalo limesimama na ni Waislamu wengi wanasema Qur'ani si kiumbe, ni maneno ya Allah, kalamullah. Na neno maanake kwamba hiyo Qur'ani ukisema ni kiumbe, na maana kwamba unataka kufanya unafanya ni kama Allah atakuwa kiumbe, kwa sababu Qur'ani ni neno la Mungu. Usichanganyikiwe. Wakauana. Sasa sisi wacha tuwasapoti hawa
wana ambao waliuawa, yani sio kwa support. Wacha tuwakague hao Waislamu waliosema Qur'ani si kiumbe bali neno la Allah. Urudi katika Qur'ani sura ya 3 aya yake, nataka niisome hapa uelewe lengo langu na maanisha nini. Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 40 na ngapi hiyo? Aya yake ya 45. Na pale malaika waliposema, ewe Mariamu, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu. Sasa hapa shikilia neno. Kama wewe ni muunganishaji, utelewa anaelekea wapi. Wanakata Qur'ani si kiumbe, ni neno la Mungu. Isa wanayetakidi kwamba ni neno la Mungu wanasema ni kiumbe. Nadhani hapo utakuwa ushanielewa. Isa ni kiumbe na wanaitakidi ni neno la Mungu. Akili hizi zimekaje? Wewe unaonaje? Muulize Muislamu yoyote huyo uliye naye, muulize tu, Qur'ani ni kiumbe ama neno la Mungu? Akikwambia ni neno la Mungu, zichukue hizo akili za majibu yake, umuulize na Yesu, huyo mnaitakidi kwamba ndio Yesu ni neno kwa mujibu wa Qur'ani, atakwambia ni neno la Mungu. Muulize ni kiumbe ama neno la Mungu, atakwambia ni neno la Mungu, kisha atakuletea aya zingine ni kiumbe. Sasa hapo ndio utajua Qur'ani na Waislamu iko hivi. Haya, tuchukulie, wewe unaonaje? Qur'ani imemwita roho ya Mungu. Qur'ani sura ya 4 aya yake ya 171 kama sijakosea, neno la Mungu. Hapa inasema ni neno. Leo anakuwa si chochote, anakuwa si chochote. Ni kuonyesha aya nyingine, Qur'an sura ya 19. Qur'ani sura ya 19. Qur'ani sura ya 19 aya yake ya 64. Qur'ani 19 aya yake ya 64. Kuna maneno yanasema hivi: huyo baruani si kawaida yake kuweka mabano, lakini hapa aliweka mabano kwa sababu kuna kitu ambacho nadhani, kwa sababu baruani alikuwa msomaji wa Biblia. Nataka nikugutushe, baruani alikuwa msomaji wa Biblia. Sasa hapa aliweka mabano, sio kwamba aliweka kwa bahati mbaya, maana hii aya haianzi na mabano na si kawaida yake. Anasema nao watasema, wala hatuteremki ila kwa amri ya Mola wako mlezi. Mbona anatoa hii aya? Inahusiana gani na mada? Wacha nikupeleke katika tafsiri ya tafsiri ya Imam Qurtubi. Tafsiri ya Imam Qurtubi kama nitaipata. Okay, kama nitaipata. Okay, ya alikuwa nashangaa. Imam Qurtubi. Niko kwa hiyo aya. Hiyo aya kuna kitu naomba elewe. Sifa za Yesu si vile watu wanavyotaka kuzivunja, ni zaidi. Na ukishaweka akilini kuchukulia Yesu ni kama hawa mitume hawa, basi imani yake ishakuwa mbovu. Qur'ani hiyo Imam Qurtubi anasema kuitafsiri hiyo aya. Sikiliza vizuri, anasema rawa Tirmidhi an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Muhammad siku moja alimwambia Jibril, ma mana'ak antazurana akthara mimma tazurana, vipi uwezi kututembelea, kutuzuru wewe malaika zaidi kama
ulivyokuwa mbona umepunguza? Tuchukulie, usikimbize akili ya mazoea. Tunapokuwa tunafundisha, kuna kitu tunatafuta, ndipo tukisafirisha kuwatoa hata katika 0 tuweka watu katika 12. Sasa hapa eti malaika wanafanya mjadala na Muhammad. Mbona tutembelee zaidi? Mbona umepunguza? Sasa ndiyo hiyo aya ya sura ya 19 aya yake ya 64. Ayo maneno ni ya Jibril anamjibu Muhammad, anamwambia, Qur'an asema fanazalati hadhihi al-aya wama natanazzalu illa bi amri rabbika. Ndiye akamwambia sisi, yani malaika, hatuteremki, hatuwezi kushuka kutoka mbinguni ila kwa amri ya Mola wako, ila kwa amri ya Mola wako. Shikilia hiyo. Tuchukulia hayo ni maneno wanayaamini Waislamu, na ni kweli wanayaamini. Sasa my point here is, wao wanaamini malaika hawawezi kuteremka kushuka ila kwa amri ya nani? Ya Mola wao. Kwa hivyo Jibril anajitetea. Sasa tukimchukulia Yesu kuwa wa kawaida tu, pana makosa makubwa sana. Pana makosa makubwa sana. Wacha nikupeleke kwenye Biblia. Biblia, Ufunuo wa Yohana sura ya 22 aya yake ya 16. Aya mnazijua, tukumbushana zikolee kabisa. Inasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina la uzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Ndani ya hii aya Yesu anasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Qur'an anasema malaika Jibril anasema hatushuki ila kwa amri ya Mola wetu, Mola wako. Uwezo huu wa Yesu kuamurisha, kutuma malaika kushuka, kisha leo Yesu awe ni wa kawaida, binadamu wa kawaida, wewe unaonaje? Mkristo, tumia akili, usiwe na kasumba. Tumia akili. Kuna mimi ndiye shina la uzao wa Daudi. Kwa nini anasema hivyo? Ememvunjia heshima? Hapana. Alipowacha sifa zake za uungu, akashuka, alipitia katika uzao wa Daudi. Kwa hivyo angelitamka hili, huenda hata ule Yohana hangelielewa. Kwa hivyo hapa hakuna kupungukiwa, wala hajasema urongo. Tena nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hapa wanaojua Biblia ndio wanajua nini maana ya nyota kung'aa. Je, huyo bado Yesu ni yule wa kawaida? Muhammad mwenye mbegu mbili, maana yake baba na mama, leo awe bora kuliko huyo Yesu? Hebu tujaribu kulazimishia maandiko yakolee kwenye vichwa na watoto wetu wayajue. Maana shetani lengo lake kuvunja sifa za Yesu. Niende katika kitabu chengine kidogo. Kitabu hicho cha Yohana, Injili ya Yohana sasa, ambaye aya tunaijua 17:5. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuweko. Narudi nyuma. Leo Muhammad ni bora kuliko Yesu. Hiyo nafikiri liweka akilini vizuri, uone vile mambo yanavyokwenda. Namba 2, wanaamini Qur'ani si kiumbe kwa sababu ni neno la Mungu. Kristo anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwepo. Huyu si chochote, ni mwanadamu tu. Alikuwa akila na kwenda choo. Yaani mwenye kutafsiri Qur'ani, Al-Farisi,
akamsaidia Mungu wake, kwa sababu katika Qur'an alifaris, katika Qur'ani hakuna haswa aya original kwamba Yesu alikuwa anakwenda choo. Mimi siseme kwamba alikuwa hali aje, lakini kwa nini tuijaze kitu ambacho hakipo? Kwa nini? Ina maana ni kudhalilisha Yesu aonekane si kitu. Hivi angeandika tu akatafsiri Qur'ani hivi kwamba Yesu alikuwa anakula, of course hata kwenye Biblia tunajua alikuwa anakula, alikuwa anakunywa, tunajua. Kwa nini leo aweke alikuwa akenda choo? Ni miongoni mwa kumdhalilisha. Kisha ukikuta sehemu nyingine eti Qur'ani na mtukuza. Ndio naona wale maamuma ambao sasa hata wamepita sifa ya kuwa maamuma, wamepita mipaka, hawataki kujua ukweli, wao ni kulipuka tu. Yesu alikuwa anakwenda choo, Yesu alikuwa na wapi? Aya ndani ya Qur'ani ni maneno ya mtu, ili Yesu aonekane si chochote si lolote. Nafikiri unanielewa. Kwa hivyo tusipochunga, Yesu anajaribu kupunguzwa sifa polepole ili aonekane si chochote. Nitakupeleka kidogo sehemu nyingine. Sehemu nyingine ni ipi? Ndio naona mpaka mawakala wa shetani wametokea kwa kutumia jina la Yesu wafanye miujiza bandia. Hapa kuna mtihani. Mawakala wa Yesu wametokea kufanya miujiza bandia, ili sasa watu watakapogundua kwamba hawa miujiza yao ni bandia na wanatumia jina la Yesu Kristo, watu watasema kwa hivyo Yesu haweza akaponya, Yesu haweza akafufua, Yesu haweza aka ABCD. Kwa hivyo unaona ni miongoni mwa kuteremsha sifa za nani? Za Yesu. Kwa hivyo anytime kama Mkristo, jua njia ambayo shetani anaitumia kuvunja sifa za Yesu Kristo aliye hai. Yes. Kwa hivyo Yesu, kama mnaamini ni Waislamu, ni neno la Mungu na mnaamini Qur'ani ni neno la Mungu, basi Yesu si kiumbe kama vile mnavyofikiria. Nafikiri nikimalizia hapo itakuwa aula zaidi. Wakristo, tuondoke kwenye mazoea, tuingie katika uhalisia. Hayo nimeleta hapa si mageni, mnayajua, mnafundishwa. Lengo ni kukumbushana. Msomeni Biblia, mumuweke Yesu sehemu yake, sehemu yake. Msimuweke Yesu kimawazo. Biblia imesemaje kuhusu Yesu? Wacha kung'ang'ana. Hivyo ndiye ndivyo. Oh yes. Mungu atubariki na atupe amani na atupe ushindi wa kufikisha, sio ushindi wa kupata kusifiwa, sababu sisi hatuwezi kumlazimisha mtu, bali Mungu aliye hai atende miujiza. Asante sana kwa muda wenu. Tukutane wakati mwingine katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Aya ziko nyingi, singeweza kuzisoma zote. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, asante Mfalme kwa muda huu. Wabariki wote ambao wamechukua muda wao, watachukua muda wao, na tupe nguvu tukufanyie kazi. Katika Yesu Kristo nimeomba. Amen, amen, amen. Asante sana.